Hello ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye Chungu Podcast. It's me Oldie 255. Niko na mwanangu Mnyamwezi kabisa, Macheni Mavyeni. Ni msanii mkubwa kutoka hapa Bongo Leni Tanzania. Atajitambulisha, tutamjua yeye ni nani. Lakini pia usahau kusubscribe na kufuata Instagram kama Oldie 255 au Oldie Show TT. Tunapiga story mob, lakini pia unaweza kurequest nani aje next week au sio mama. Mzee ni aje? Kama kawaida. Bana, karibu kwenye Chungu Podcast, na leo tutapiga story mob, tutashare chungu ya kutafuta hela, chungu ya mapenzi, na tutafanya challenge ya dakika kadhaa. So tuambie wewe ni nani na unafanya mitikasi gani? Kwanza asante kabisa kwa kunikaribisha. Majina naitwa Musa Dickson Kalinga. Musa Dickson Kalinga. Issue yangu kubwa ni sanaa. Nafanya sanaa ya uigizaji. Okay. Lakini sio kama natumia jina la Musa Kalinga kwenye sanaa, na jina langu binafsi kwenye sanaa ambalo ni naitwa MT. MT. Majina fulani hivi MT. Mnyamwezi, kwa nini MT mzee? Kwa sababu mimi na majina mawili. Na jina la Musa na kuna jina ambalo naitwa Martin. Okay. Kwa hiyo nimechukua herufi za mwanzo ukapata hilo jina. Na nikachukua herufi ya mwanzo na ya kati nikapata jina la MT, yani Martin. Okay, so sasa hivi tuende kama MT. Sasa MT, wewe ni msanii mwigizaji. Umeigiza igizo gani au tamthilia gani? Kwanza kabisa mimi nimeigiza movie nyingi tu. Kwa sababu nilianza sanaa tangia nipo mkoani Morogoro. Wewe ni wa Morogoro? Yeah. Au Singida? Mzee, naona nauliza maswali ambayo yani hiyo sio kabila yangu, hiyo lugha uliongea hapo hata si ya Morogoro. Wewe ni Morogoro wapi unatokea? Mimi natokea Morogoro mjini. Okay. Tuambie sasa, umeigiza tamthilia gani? Tamthilia ambayo nimeanza nayo hapa Dar es Salaam tangia nije ni Penzi la Mlevi. Penzi la Mlevi. Na mle unaenda kama nani? Mule nimecheza kama muuni, lakini muuni mwenyewe. Wewe jamaa ndo unasemaga unatembea na damu ya mtu. Unazikuwa kinoma, lakini pia karakta yako ni nzuri. So Musa, tumefurahi kuwa na wewe kwenye Chungu Podcast. Sasa hapa inabidi tushare story yako chungu ambayo imewahi kukutokea kwenye mahusiano. Kati ya story ambazo mimi huwa nazikumbuka na siwezi kusahau chungu, kuna ya Paulina ambaye alitaka kujiua baada ya kuachwa, lakini pia kuna ya Mr. Tita. Yeye alikuja Dar kutafuta maisha, akarudi kijijini akakuta mpenzi wake Songea huko mjamzito, na alikuwa anaongea naye kwenye simu kila siku. So wewe tuambie story yako chungu ipi kwenye swala zima la mahusiano? Kwenye swala mahusiano hayo bwana, nilishawaipenda lakini nilipopenda sijapenda. Hiyo imekaje? Unajua bwana, watu wanasema kwamba penda unapopendwa na usipende usipopendwa. Sasa mimi nilipenda ambapo sijapenda. Mapenzi yaliniumiza sana. Yaani kuna binti moja nilitoka naye ambaye anaitwa Patricia. Shout out to you Patricia. Tokea huko mkoani Morogoro. Usilie sasa. Jikate. Hamna mzee, siwezi nikalia. Go on. Tokea huko mkoani Morogoro. Bwana, yule binti niko naye katika mahusiano, lakini mahusiano yetu kwa kweli hayakuwa mazuri. Kila siku ilikuwa malumbano. Lakini kumbe mzangu alikuwa na yake. Patricia ambaye ni yapi au yake? Bwana, kumbe yule alikuwa anatoka na rafiki yangu wa karibu kabisa. Bana. Yaani tuchukue mfano kama mimi na wewe tumekaa hapa. Sasa tupo karibu, yani ni marafiki sisi. Yeah. Kwa hiyo upige na mimi nipige. Yaani napiga. Sema kwenye real story hiyo mimi imewahi kunitokea. Yaani yes, girlfriend wangu akawa girlfriend wa rafiki yangu. Pole. Asante sana kwako pia pole. Asante. Kwa hiyo wewe ikawaje sasa mwenzangu? Baada ya hapo kuna siku ambayo nilishawahi wafuma. Ulilia sana. Face to face. Kupiga sana chini. Hamna, sikulia wala chaninila tu, yani nilikuwa najitia na majuto kwa kile kitu cha rafiki yangu
Ukiwa na mtu wako. Kwa hiyo nikaamua niwaache tu na mahusiano yao. Niwaache. Bana, hiyo ndo chungu ya mshikaji wetu MT. Bana, hiyo ni chungu kweli. Mshikaji wako kukuchapia. Hiyo ni chungu. So, ukiacha chungu ya mahusiano, tuende kwenye chungu ya masuala mazima ya utafutaji, kwenye utafutaji wako wa sanaa. Chungu gani ambao umewahi kukutana nayo ukasema, mimi leo naacha kuigiza kabisa? Changamoto ambayo nilikutana nayo katika sanaa bwana, mimi kuna kipindi nilianza, kwa sababu nimeanza kuigiza mwaka 2019. Nilianza kuigiza 2019. Kipindi naanza kuigiza, mamangu mmoja alitamkia kwamba niachane na sanaa, nifocus na mambo mengine. Lakini kwa hiyo mama ni disappointer wako wa kwanza. Hii ni chungu. Mamangu aliniambia niachane na sanaa. Achana mama, tuna watu ambao waliokuwa wananizunguka na walikuwa wanafanya sanaa, wakaniambia niachane nayo, ni focus na mambo mengine. Kwa nini? Waliona huna kipaji au? So unajua kwenye utafutaji kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kuwakatisha watu tamaa tu. Sure. Lakini sio kama eti watu wote ambao nilikuwa nakutana nao hapana nikatisha tamaa, hapana. Kuna watu ambao wana support na wananipa support. Kuna watu ambao wananipa support, kuna watu wengine wananikatisha tamaa. Mamangu alikuwa ananikatisha sana tamaa. So now she is proud of you, and sasa hivi anajivunia wewe kufanya sanaa. Sasa hivi anajivunia sana. Na kitu cha kwanza kitu gani kilifanya mpaka mama aanze kujivunia wewe kufanya sanaa? Kwa sababu kuna tamthilia moja tulitoaga pale Morogoro. Iliiti sana. Okay. Iliiti sana pale. Iliiti sana. Kwa maana hata mama naye akanipa support sasa. Kwa sababu hata swala la kuja dau kwa yeye ambaye amenipa mawazo. Ila kama isingekuwa mamangu sio kama ningefika mpaka hapa. Bana, kweli hiyo ni chungu yako ambayo umekutana nayo. Sasa hapa mwanangu, Chungu Podcast, tukimaliza kupiga chungu ya mapenzi na chungu ya utafutaji, tunafanya ka challenge kamoja hivi, kana maswali fani 5 tu. Na kutajia vitu viwili, wewe unachagua kimoja kati ya hivi. Au unasemaje MT? Sawa. Uko tayari tuanze? Uliza tu nakusikiliza. Kunyoa kipara na kubaki na rasta. Halo, mimi bwana bora nibaki na rasta aisee. Kuliko kunyoa kipara. Hapana. Siwezi. Ugali dagaa, uboba maharage. Leo bwana Morogoro gasi tunalimaga sana. Kwa hiyo ukiniambia hapo Morogoro mjini pale mnalima wapi kuna miti? Hapana. Sio kama mtu anaweza kukaa Morogoro mjini afu tena ukashindwa kulima, kwa sababu kuna sehemu hata da hapa mimi sidhani kama hata mashamba atakuwa. Mashamba atakuwa. Okay. Ugali maharage. Uboba maharage, ugali dagaa. Mimi hapo hali bwana, ugali maharage. Au mimi wali maharage. Okay, haya, tunaenda swali la 3. Kuigiza kama shoga, kuigiza kama teja. Hilo swali hata nadhani hata ukiulizwa wewe ukijua jinsi ya kujibu. Bwana mimi bwana teja sio shoga. Sio shoga. Okay. Hilo la 3 na swali la 4. Kudeti na mshangazi au kudeti na mtoto wa 2000? Bwana mimi bwana ni deti na mshangazi. Kwa nini mshangazi? Hapo naomba unisifai kidogo. Kwa sababu unajua watoto 2000 hawa wanapenda sana pesa na sisi wengine ndio kwa tunajitafuta. Kwa hiyo mshinga mtu anasema mimi baby kijola akipita hapa 30. Unajua one of my girlfriend, mimi nilikuwa na girlfriend ambaye kila wiki ana sare ya kijola cha mama nani na mama nani kila wiki. So almost kwa mwezi tunanunua vijola 4. Sasa kuna mwezi mwingine ana sherehe
Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kwa bora mshangazi. Mimi bwana mshangazi. Ya mwisho sasa, mshikaji wangu, kudate na msanii na mdada fulani yuko kijijini. Mimi bwana na msanii. Kwa nini msanii? Kwa sababu ukiwa na mahusiano na msanii mwenzako unakuwa ni yani kuoneana wivu, unakuwa ila ukiwa na mahusiano na mtu ambaye yupo tu yani yupo kawaida tu, unakuwa kuna wivu. Kwa sababu hata mimi siku amenikuta au ameona tu tamthilia ambayo nimecheza mimi nipo na mwanamke kitandana bado mshikana. Si unajua ile scene front hivi romantic. Afu mtu wa mapenzi nini? Hamna ndugu yangu, mimi sasa. Hivi hizi cheni ni OG au fake? Hizi OG. Mimi sasa naona zinakaa. Of course. Hii kwa mfano hii shilingi ngapi moja? Kuna cheni 3 kwa sababu hii moja inauzwa 200,000. Sasa una 200,000 ya kununua cheni, unashindwa kuonga mtoto mzuri? Hapana, unajua mimi napenda sana kuvaa. Mimi napenda sana. Okay, wewe ni mtu wa bring Mr. Afu wasanii, yes of course. Big time. Hapo wenyewe umewaka mwanangu, umetisha sana. So, bana, tulikuwa na MT leo kwenye Chungu Podcast. Ameshare na sisi stories zake chungu mbili za mapenzi na disappointment kwenye kazi. Mama yake ndio alikuwa disappointed wa kwanza, lakini sasa hivi yuko cloud na yeye. Hivyo hata usikate tamaa. MT, unaweza kushare mawasiliano yako labda Instagram kama wa Facebook au TikTok au chochote ambacho unaweza kuhisi mashabiki zako wanaweza kukupata. Kwa namba yangu ya simu 0671 0671 82 18 86. Hivi unaweza kutaja hiyo namba kwa Kiingereza? Yeah. Itaje tuone. Ila taja tu, hamna ila. Taja 06 twende 06 twende 06 hapo 71 71 ni 71 hiyo. Yeah. 92 Unajua nyinyi wasanii hivi unaweza kufanya interview ya Kiingereza kwa dakika 2 au kujitambulisha ile Kiingereza? Hebu jitambulishe kwanza tu. Zile my name is MT. Zima kamera, zima